Lakini kipekee nitumie kusanyiko hili kuwasihi kwa unyenyekevu sana, tuende katika uchaguzi, lakini tukijua pia kwamba Mungu anatamani sana sisi kuwa mabalozi wa amani, utulivu na ustahimilivu. Ustahimilivu si kwamba anapewa mtu mwingine yoyote, lakini sisi tumemjua Mungu, tuende kwa amani na uchaguzi wetu uwe wa amani, tukiendelea kuiombea Tanzania tuwe na Tanzania nzuri. Na kwako baba Mheshimiwa, mimi ninaamini serikali yetu sikivu, baada ya uchaguzi tutakuwa na fursa ya kuweza kujifunza aliyotokea kwa uchaguzi. Lakini kwanza tumalize uchaguzi wetu vizuri, na kama tabia ilivyo katika taifa letu, huwa tunafanya tathmini, tukae tuzungumze na Mungu wetu. Hata katika Biblia anasema njoni tuzungumze, tunaalikwa kuzungumza. Kwa hiyo nina hakika tusiwe na papara, bali tuwe na utulivu na tumalize uchaguzi wetu vema. Taasisi za dini zinawajibika kuendelea kusimama katika nafasi yake ya kuliombea taifa letu, lakini pia kufundisha imani ya kweli ya Mungu, kukemea maovu katika jamii na kufundisha maadili mema, na kuwa kielelezo cha haki na uadilifu. Kwa njia hii, kanisa litachangia katika kujenga jamii inayowajibika na yenye uadilifu. Aidha, ni muhimu pia kuwa wabunifu na kutumia fursa ya maendeleo makubwa ya TEHAMA, ikiwemo mitandao ya kijamii, katika kuinjilisha na kutoa huduma nyingine muhimu. Ndugu waumini, ulimwengu wa kidijitali umeleta fursa nyingi kwa vijana, lakini pia kwa kanisa na taifa, ikiwemo urahisi wa kujipatia elimu, kupashana habari, ikiwa ni pamoja na kutangaza neno la Mungu na kurahisisha mawasiliano kwa ujumla. Hata hivyo, ulimwengu huu wa kidijitali umeambatana na changamoto ambazo ni pamoja na zifuatazo. Kwanza ni hatari kwa vijana kuathirika na maudhui hasi kama unyanyasaji mtandaoni, kwa kipare wanaita cyberbullying. Lakini pia kuna picha na video chafu, pornography. Pia kuna ujumbe wa kuchochea chuki, kuathirika kwa afya ya akili kutokana na utegemezi uliopitiliza kwenye mitandao. Siku hizi ukiona vijana wetu wengi, simu za kiganjani kila wakati hazitoki kwenye masikio. Lakini pia speaker zile ndogo za kuziba mpaka masikio. Lakini pia mawasiliano ya moja kwa moja miongoni mwa jamii imepungua. Ninapenda kuwasihi Watanzania wenzangu na wanadayosisi hii kutumia jubilei hii kujitafakari upya, tunapoanza hatua kuelekea jubilei ya dhahabu itakayofuata. Na tutafakari kuhusu mwenendo wa kanisa na taifa zima katika ulimwengu huu wa kidijitali. Ninawahimiza wazazi, walezi, jamii na kanisa kupima faida na madhara ya TEHAMA na kuwajengea uwezo vijana wetu kuhusu matumizi bora ya teknolojia, ili yawe matumizi salama na yawe matumizi yenye tija. Ni vema pia tuhimize mawasiliano ya ana kwa ana kati ya vijana, ikiwemo kuhimiza vijana
washiriki vyama vya kufundisha maadili ya dini na mila na desturi njema kupitia michezo, sanaa, shughuli za kijamii na za kidini. Ninatoa wito kwa Watanzania wote wenye sifa ya kupiga kura wajitokeze ili kutumia haki yao ya kidemokrasia ya kuwachagua viongozi wanaowataka. Lakini wachague viongozi bora, sio bora viongozi. Aidha, nawasihi wa Tanzania kuendelea kudumisha hali ya amani na utulivu nchini kote, kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Mmemsikia Baba Askofu hayo yaliyoyakuta mashariki ya Kongo. Hata kuwa na ibada nzuri kama tulionayo hapa haiwezekani katika mazingira ya vurugu na magomvi. Kwa hiyo nawasihi sana ndugu zangu wa Tanzania, na hasa vijana, tuzingatie kufanya uchaguzi wetu kwa amani na utulivu, nchi yetu ili iendelee kushamiri na kuwa kisiwa cha amani duniani. Pamoja na mafanikio makubwa yaliyofikiwa katika jitihada za kuinjilisha na kuboresha maisha ya watu, ni dhahiri kuwa jamii yetu bado inakabiliwa na changamoto nyingi za kijamii na kiroho, kama vile mmomonyoko wa maadili, kuongezeka kwa vitendo vya ukatili na mauaji katika jamii, migogoro ya kifamilia inayopelekea kuvunjika kwa ndoa na kusababisha ongezeko la watoto wa mitaani hasa huko mijini, mafundisho na imani potofu, rushwa na ufisadi, matumizi mabaya ya pombe na mihadarati kama bangi na mirungi, vijana kutumia muda mwingi kubeti au kucheza kamari na pool badala ya kupenda kufanya kazi. Lakini pia kuna kuminywa kwa haki za watoto na wanawake, magonjwa ya afya ya akili na yale yasiyoambukizwa, lakini pia athari za mabadiliko ya tabia nchi kutokana na uharibifu wa mazingira. Changamoto nilizozitaja kwa kiasi kikubwa zinachochewa na kudorora kwa shughuli za uzalishaji na biashara, vijana kuchagua kazi, utegemezi, matumizi mabaya ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA, mwingiliano wa tamaduni unaosababishwa na utandawazi, athari za migogoro na vita vinavyohusisha mataifa makubwa duniani.